Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Ndugu yangu Islamu, kama utapata fursa au kama ndo desturi yako wewe ya kustuka saa 9, saa 10 kwenda 11, mida hii mara nyingi ukawa unastuka usiku, basi kwanza elewa wewe ni miongoni katika vipenzi vya Mwenyezi Mungu. Wewe ni miongoni katika watu ambao Mwenyezi Mungu anawapenda sana 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 tu. Cha kufanya kama utastuka muda huo, fanya mambo takriban matatu. Utakuwa umefanya jambo moja bora na ni kubwa sana katika maisha yako, kwa sababu muda huu wa saa 9, saa 10, ile theluthi ya mwisho usiku, Mwenyezi Mungu anashuka pale, alafu wanaradi kwamba nani mwenye kuniomba nimpe, nani mwenye shida, nani mwenye haja. Mungu anauliza katika muda kama ule, muda ambao mimi wewe yule tumelala, na wengine muda huo kwa bahati nzuri ndo tunatafuta watoto muda huo tena. Lakini kuna mtu kalala akastuka, basi ukistuka chukua udhu. Jambo la kwanza, baada ya kuchukua udhu, piga rakaa zako 2. Unaweza kuswali 4, 6, idadi yako, piga angalau 2. Ukishapiga rakaa zako 2, hapa inakuwa umepata qiyamul layli. Qiyamul layli huwa inapendeza mtu alale alafu astuke alafu ndo aswali. Unapata qiyamul layli kwanza. Na Mtume anasema afdhalus salat ba'da al-fara'id, swala bora baada za swala za faradhi as-salatu laili, ni zile swala za usiku. Na wewe kama umeswali kiamu laili kwa kuswali rakaa zako 2, baada hapo ukaleta istighfari, ukasema astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, au ukasema Allah astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi. Ukafanya angalau mara 100, ukaipiga angalau mara 100. Sheikh, ukileta istighfari zina faida kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume anasema yoyote mwenye kujibidisha na kuleta istighfari, basi kila kwenye dhiki Mungu atampa matokeo ya kutokea, atampa tobo la kutokea kila kwenye dhiki. Na kila unapokuwa na huzuni, basi Mwenyezi Mungu anakupa faraja. Kwa hiyo kudumu na kuleta istighfari mara kwa mara, hilo ni jambo la pili Muislamu utalifanya katika nyakati za usiku. Pindi utakapostuka wewe usingizini, usikose kufanya jambo hilo la pili. Na wallahi nakwambia, utakapofanya mambo hayo, ukaswali rakaa zako 2, ukaleta istighfari, kama ulikuwa wewe upigiwi simu za maana za pesa, utapigiwa. Kama ulikuwa unapewa ahadi sana afu zile ahadi hazitimii, baada kuyafanya matendo hayo, utaona yale mambo yako yanaanza kufunguka. Unajua muda mwingine sisi tunahangaika kwenda kwa wataalamu, kwenda kwa waganga, kwenda wapi, lakini kuna vitu ukiviona kama ni vidogo sana, lakini vina tija kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sana tu, sana kabisa ndio nikwambie. Hilo jambo la pili ambalo utalileta kuleta nini? Istighfar. Baada hapo utasoma dua hii kwa ajili ya riziki. Utasoma Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Narudia tena, Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Hii dua nitaiandika hapo, utaiona. Nitaiandika hapo chini ya dua, utaiona. Angalia comment ya mwanzo kabisa, utaiona hiyo dua nimeandika hapo chini. Hiyo dua ya kwanza utaisoma Muislamu. Baada hapo utakuja kusoma dua hii. Na dua hii Muislamu, hata kama ulikuwa na deni lako mfano wa mlima, yaani ukubwa wake mfano wa mlima wa Kilimanjaro, ukisoma hii utakwenda kulipa deni lako biidhnillah taala. Utakwenda kulipa deni lako biidhnillah taala. Haya ndio kwambia ndugu yangu, yashike na nenda kayafanyie kazi. Yashike haya alafu nenda kayafanyie kazi biidhnillah taala, utakwenda kuona maajabu yake. Twende tukaangalie na tukaisome sasa hii dua yenyewe. Nasema hapa, unasema Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal wa a'udhu bika minal jubni wal bukhli wa a'udhu bika min ghalabati dain wa qahri rijal. Narudia mara mwisho, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal wa a'udhu bika minal jubni wal bukhli wa a'udhu bika min ghalabati dain wa qahri rijali. Na inshallah dua hii nayo nitaandika hapo chini ili uweze kuichukua. Yule ambaye hajafollow page yetu, follow page yetu hii ili uendelee kupata faida na darasa mbalimbali ambazo tunazileta kupitia katika page yetu hii. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.